Na nimefanikiwa kufaulu na vyeti nimepata. Anaweza kanionyesha kidogo? Siwezi kukuonyesha mazoezi, ila nitakuhadithia kinatosha. Mimi nipambana na viumbe vya aina mbalimbali. Sisimizi, inzi, nyuki, dondola nimepambana nao na nimefanikiwa kuua. Mlinzi huyu. Sasa Mungu kuna dondola kuja kubwa yeye. Sasa Mwamu, wewe ndio wengi wanaposema kwamba matajiri wakiwa na hela waga nalewa. Sasa huyo kama alikuwa na shida, ungemsaidia tu huko barabarani kuliko kumleta hapa na kula pesa za bure. Hivi huyu na ulinzi wapi na wapi? Unajua ninyi mnamdharau mtu kwa kimtazama. Na hilo ni baya sana. Na katika hili mimi niseme tusiandikie mate wakati wino upo. Huyu kijana ameshawasili hapa. Na kazi zake atakapokuwa anazifanya, mimi ninakiri kabisa, wenyewe namtakiri ninyi na mimi pamoja na nyinyi, kwa mtakiri huyu kijana namna atakapokuwa anachapa kazi. Mume wangu. Naam. Wala sikuchosha sana. Najua umechoka na safari. Ngoja mimi nimpokee huo mfuko wake ili aende kupumzika. Ndio ila nipelekee ndani. Tena wale na vina gapi? Wewe. Sasa Mwamu. Naam. Unajua Mwamu, na mtu mmoja anakuja kuamini kwamba ukiwa na pesa nyingi, afu ukawacha kutumia una au unapojua akili. Wewe kuanzia sasa hivi ndio mlinzi wa familia yangu yote. Unamuona mke wangu yule aliyokupokea hapa begi, huyu binti hapa pamoja na yule, wote wako chini ya ulinzi wako. Sawa. Kwa hiyo bosi, unataka kuniambia kuanzia madamu huyu binti na yule binti wote na walinda mimi? Kasoro sisi. Wewe, mimi wasi kunilinda wewe. Usivuke mipaka. Sawa. Nikukute getini. Shemeji. Ningemsubiri basi yale labda ana njaa. Wewe. Muache aende getini. Wewe. Vi. Hiyo tabia sijaipenda. Hizo ni dharau. Na sio kwamba unamdharau yule tu, kwamba unanidharau na mimi maamuzi yangu unayadharau. Hapana mama, nilikuwa na test ile kweli ile mwili wa mazoezi nimepiga mpaka hapa kama nimeona kweli wafanya. Mimi nilikwambia. Niona mwenyewe. Sasa chokoza nyuki zile alafu utaona asali zake. Kwanza yule ana kazi ya kula huko ndani. Sister, ndugu wangu nao unaongea nini wewe? Ana kazi yule. Kaa basi chini tena kaanza kuiko na bado umesimama tu. Wewe nao. Ndio maana nakwambia wewe gaza unabwata. Unajua mimi na familia yangu kila siku mtaniona na bwata. Na kwa haya yanayoendelea huko ndani. Mtabwata sana. Nashindwa kuelewa, yani anakuja mgeni tu mnanionyesha picha mbaya. Familia nzima mnaonyesha picha mbaya kwa mgeni. Mgeni ndo kwanza leo anakuja hapa mara vicheko. Mara hivi na hivi. Hivi nawaelewa vipi? Huo ni utani tu. Nahisi kama ujala. Mwendeleeni chakula kwanza Mwamu makali. Mke wangu. Nilikumisi sana. Vipi na kijana wako? Kikweli sisi tunamshukuru Mungu ndio kama hivi tunavyotuona. Basi inshallah na mimi ngoja kwanza ndio nikabadilishe nguo kwanza kidogo. Ila nyinyi tabia yenu ya leo sijaipenda. Wewe. Sasa Hizi kituko. ungekaa pale mimi nisingekusikia. Basi ni mshaanza. Kongo sio kama yani ile midege sio ya wapi. Halina akili. Alina wamuna. Wewe bwana fanya ndio kwa. Sister, mimi naanza kumwangalia mlinzi nje. Nitakuwa kweli mlinzi. Mimi Ila na kesi wale naye. hapo nisikie chochote huko. Yesiendi. Ai. Mimi niko chumbani. Nienda zangu kujisoma. Yule naye yule. Nini? Wasalimie. Nitakukula sana. Ndio maana Mungu kuumba mbamba mwangalie. Wewe kana neno lako. Fupi angalie hilo. Jamani sawa, mimi mume wangu amerudi. Kwa nini kama mshikaji anaenda kumwangalia? Mimi niko. Sasa kukuosha. Baba.
Ndio usinikuta mimi. Nikuulize swali. Bila shaka naweza kuniuliza. Una muda gani toka mimi nilipoondoka nyumbani? Takriban miezi 6 sasa. Ina maana wajibu wako ujue mambo mengi. Kwa hiyo kuna tatizo. Umeniona mimi ndivyo. Yaani ninachopenda kitu changu chochote ukikiona au chochote nitachokutuma nataka kifike kwa wakati. Sio kufanya unavyojisikia wewe. Umeziona nguo zangu? Zile za mule ndani. Na hizi nilizovaa. Yaani nikivua nataka zifuliwe. Sio naziweka pale chini. Alafu sehemu za kuweka nguo chafu uzione. Mpaka naweka nguo zangu chini. Mimi unajua nikipua kila muda zitaparuka. Kwa hiyo maana kuna subiri kwanza nyingi. Ni za kwako au ni za kwangu? Za kwako. Sasa kwa nini umenunua wewe? Si nimenunua mimi. Basi sawa. Mimi nitafanya ninachotaka wewe. Tuachane na hiyo mada. Nataka nikuulize swali. Kwani ulishawahi kuwa na mahusiano? Nafikiria nikuuliza swali kama hilo. Sio kazi yako. Hiyo ni kazi yangu mimi. Yaani sio wewe uniulize mimi maswali. Unapata kwa ujasiri. Wewe nijibu nilivyokuuliza, sio uniulize. Sijawahi. Kwa nataka kuniambia kwa hawa mataila wawili huko ndani hamna hata mmoja unatembea naye? Wewe ndio tu. Basi vizuri. Haina ubaya. Ila sister sote kimoja. Sio nibaya. Nikaja kusikia umetembea na vipi? Mbona kwa vile umeshtuka sana? Una nini? Kwa nini wewe? Afu kisha kwa toka mwanzo. Hiyo sio kazi yako. Basi unasema hujawahi kuwa na mahusiano. Ila ukaja ukatembea naye. Unamwona ule kichalo kapa. Ndio kufungulia mlango. Umenielewa? Ina utatoka utanyanyuza kuto zako huko ndani. Utaondoka. Ina ukisutu tu kutembea na mimi. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Mimi naomba nitoke hapo mbele yangu. Kaniletee juisi. Sasa hivi. He? Kwani wewe ni kiziwi? Hiyo juisi nimeagiza saa ngapi? Si nimekuagiza sasa hivi. Hivi wewe nikuulize swali. Hayo mavazi ambayo ulovaa mbele ya kakako, hivyo unajisikia? Mimi mbona naona kawaida tu. Sijisikii chochote. Kwa hiyo ujisikii chochote? Eh. Oh, haya poa. Hai. Kunawilika na namna unavyojitunza. Baby, unapoona kipindi chako tu. Basi nibaki gihori kabisa. Lakini mama, hizo sifa wala sistahili mimi. Ni mtu ambaye anapaswa kustahili wewe. Sasa mimi nastahili sifa wapi sasa? Sema mimi ningependeza kama si wewe. Sawa. Nakubaliana na hilo. Na pia
niseme kitu kimoja. Nipo kwa ajili yako mpenzi wangu. Sawa Mungu, ila hata wewe Mungu ndio unipendeza. Mke wangu. Kule kuna wakati ni ndefu. Leo kweli umejua kuninanga. Ona leo kama mtoto wa 2000. Jamani, kweli. Napenda sana mke wangu. Na mimi napenda pia mwanangu. Sawa, napenda siku zote tuwepo na amani hapa nyumbani, na kuna wakati yaani kuna vitu vingi sana na vimisi kutoka hapa. Sawa, mimi nashukuru kusikia hivyo. Lakini mume wangu, nilishakuonyaga tangia mwanzo kuhusu wewe na Asha. Lakini sasa naona anajirudia yale yale. Asha gani? Asha huyo ambaye tunaishi naye ndani. Mbona sielewi hapa? Unajua nilishawahi kukuonaga wewe na Asha. Lakini sasa yanajirudia yale yale. Pindi mmekaa mnaongea mazungumzo yenu. Sasa si kwamba mimi nilikuwa sijakuona. Mimi nilikuona. Ila wewe sasa ulikuwa na hisia tofauti na kile ambacho mimi pale nilikuwa nakifanya. Na nilikaa pale na Asha nikimwambia kwamba kuna wakati basi awe anapata muda wa kupumzika mke wangu, kwamba unamuona mtoto wa watu anafanya kazi si usiku si mchana, na mwenyewe ukizingatia ulishasema kwamba tutaishi naye hapa ndani kama ndugu yetu. Hivi kwa nini mnatumia yani kama fimbo, yani kaja hapa kazini lakini anafanya kazi kama kuli na kwa hivi? Mume wangu, kati yangu mimi na Asha ndani, ambaye anapaswa kupumzika ni nani? Ni wewe mke wangu. Sasa huyu Asha hapa inajajaja mbele yake apumzike. Anapumzika kivipi? Mke wangu, tusifike mbali. Mimi labda tu nikwambie ukweli. Ukweli upi ambao utaniambia mimi mpaka ile kuelewe? Yule Asha mimi siku ile sio kwamba nilikuwa namuelekeza kuhusiana na swala la kazi, lakini nilikuwa namuelekeza kuhusiana na swala la mdogo wako wewe. Mdogo wangu Vi? Yes. Mdogo wako Vi na Asha kuna jambo ambalo linaendelea. Na jambo hilo ndilo lilinifanya mimi siku ile nijaribu kumbananisha Asha pale, nimuulize kwamba kuna kitu gani ambacho Vi na yeye wanacho, kwa sababu siwaelewi. Naona sasa pale ikawa kama anajinatanata sijui hivi na hivi. Bahati nzuri wewe ukapita ukajifanya kama hujatuona, lakini ulituona na mimi nilikuona. Naona ukweli ndio huo, kwamba hapa kuna jambo ambalo linaendelea baina ya Vi sawa na Asha. Huo ndio ukweli ambao upo, si kwamba kuna jambo jingine lolote mke wangu. Kumbe ni hivyo. Sawa mume wangu. Lakini mume wangu, unajua kuna jambo ndani mimi sipendezani nalo. Jambo gani? Kuhusu huyu mdogo wako. Mdogo wangu tena? Ana nini tena? Yale mavazi ambayo anayavaa hayastahili kabisa katika mtoto wa Kiislamu. Alafu mume wangu, mavazi yale hastahili mimi na wewe mume wangu tukiwa chumbani. Hilo ni kweli. Na nimelipokea. Pia mimi nikiwa kama kaka au mimi ndo kaka, nitakaa naye na nitazungumza naye. Kwa hiyo mke wangu kuhusu hilo hata usijali. Usijali. Sawa mume wangu, mimi nakusikia. Ila sema nifanyie kazi. Utalifanyia kazi, lakini mke wangu pia basi kama utaona kitu chochote kuhusu mimi sipendi tu tunapakiana. Unakuja kwangu unanifanyia hasira sijui na nini, basi niulize tu kwa utaratibu mke wangu, nitakuwa na kujibu. Isifikie wakati kwamba hata mimi yani kukuona najisikia vibaya. Unajua hapa ulipaniki sana. Pani kawaida. Si unajua mimi nalinda mali yangu. Sasa mimi nichukue nani tena mke wangu?
nifungulie geti nataka. Unaenda wapi? Nifungulie geti nataka nitoke. Alafu wewe unapenda kunipazia sauti. Unajua kama mimi ndio nimekabidhiwa wewe. Sasa hiyo simu yenu. Nipigie tu sasa. Basi bwana. Au shabana. Kolokoloni. Mwanangu mwenyewe. Hapo bila msirikali. Shika na yako fungua geti. Alafu hizo nguo kila siku nakwambia uzifue, nguo zinanuka hizi. Kwa maana unajua mimi sio bosi wangu, sawa? Kama kunichoko no. Unifuata fuata kumbe mambo yana. Pita mwanangu basi usijali la nini. Nenda mwanangu. Njoo kwanza. Wewe, unaomba ruhusa wewe. Sawa. Njoo mwanangu. Nini? Njoo. Oya, na safari muhimu sana unajua. Mimi najua njoo mwanangu, na hivyo nanipangilie. Wanyafu sio mnanisumbua sumbua unajua. Wewe nini? Kolokoloni. Wewe kibono chako wewe ndio wote kinaingia. Achana naye. Naita mzee mjinga sana. Kati. Eleza pete yako nataka nitoke. Kaa chini upangilie. Wewe kaa chini bwana sasa Jichanganye. Chapo nataka nitoke basi. Oya, sikia hapa. Mimi nimekuita maana kuna mchongo anatuongea. Na ndio maana nimekaa hapa bwana kusikiliza. Oya, sikia. Muone sister yangu leo kuja. Mimi nimekaa nitasimini na ukiangalia kwa muda ule tunagombania Asha. Kwa hiyo kama sio vyema nipange plan. Wewe nitongozee Asha. Mimi nakutongozea dada yangu. Kile dada yako cheupe? Yule. Unanitongozea mimi? Lakini Asha uniachilie. Sante moja kwa watu wakisokota laso unakuwa na akili finyu eh. Kwa nini unatokoza moja dada yako? Mimi ndo nakufanya mipango lakini tukubaliane. Na wewe unahakilisha unanifanyia mipango. Kwa Asha. Familia yake imeisha. Nimeisha ndio. Da. Baba hapa imeisha. Fanya haraka. Mimi sicheleweshi. Sasa wewe kaombe kwanza kwa dada yako. Akielewa tu. Mimi kwa Asha kitonga Asha siku hapa. Pale yule atanielewa yule bila taabu nakwambia. Yule usukunielewa mimi? Hapo una wewe shangamii swala anipingi yule. Dada kwa mzigo. Hapo ndo unafanya kitu ndio hivyo tu lakini leo inaniuma kwa sababu bwana wewe. Lakini kwa kuwa ndo nitafanyaje na mimi nina shida. Basi sawa mwanangu hilo sasa katika ile siku ambayo umeongea point. Hiyo point. Mimi Asha nakupongezea. Tena leo hii naomba show. Ndio vizuri. Kwa hiyo leo naomba show. Nakujua baba wewe ninga wewe. Hapana. Yaani kwa hili kwa dada yako jeupe jichanganye. Wachuo Jichanganye. Mimi mbona hapo sina matatizo. Jichanganye nakwambia. Hiyo na posi mimi. Ulasi? Ngoja ni wairodi. Sawa. Hilo limeisha mwanangu. Sasa lakini usijianganye. Yaani mimi nikienda leo nikirudi na kutongozea. Basi mimi. Sasa mimi nikienda leo nikirudi unikabidhi dada yako. Yaani kwa sababu umeshamaliza. Haina taabu hiyo. Hiyo haina taabu. Fresh. Wai. Ndio hivyo basi. Kweli akili ni ile. Akili mzizingazinga kwa mambo yake hivi mzizinga. Haya, kolokolo fungua geti hapa tu. Kolokolo fungua geti nataka nitoke. Yaani mundani ana mshumbusi wake tu lakini si wengine kama Mbugira. Tulia wewe. Wewe nilipa mimi. Mwangalie hilo shati loba.